Sasa niwarudishe nyuma kidogo. Awali niliwaambia wakati Mheshimiwa Rais Samia anaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6, alisema nguvu iliyotumika na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti jaribio la mapinduzi ilikuwa ni nguvu stahiki. Tume inatuambia kwamba polisi hawahusiki. Yaani una nchi ambao kuna jaribio la mapinduzi linataka kufanyika, jaribio linadhibitiwa, mapinduzi yanashindwa, afu unaambiwa vyombo vya dola hata havihusiki. Sasa aliyedhibiti yale mapinduzi ni nani? Yaani hii haitaji hata kuwa na degree, kwa sababu tume ilipokuwa inatoa hiyo hotuba ilikuwa inajua kabisa inatoa hiyo hotuba na inasikilizwa na watu wenye akili timamu, sio vichaa. Hiyo hotuba kwamba vurugu zimetokea na hatuwezi kuziacha vurugu ziendelee kwa sababu zimepangwa kufanywa hizo vurugu na wahuni kama wenyewe wanavodai, wahuni tu fulani hivi. Vurugu zinadhibitiwa. Wanaoweza kudhibiti vurugu ni majeshi yetu sisi. Na watu waliokuwa wanafanya hizo vurugu hawezi wakawa walikuja mikono mitupu. Tuamini hivyo, maana tumeambiwa walikuja na mawe na marungu na mikuki na mishale na silaha za moto. Hawa walidhibitiwa. Na nguvu ilikuwa ni stahiki. Na mwisho wa siku vikatokea vifo. Unawezaje ukasema jeshi la polisi au vyombo vingine vya dola katika eneo hili tu kwamba havihusiki? Licha ya kwamba nguvu iliyotumika ni kubwa au ni ndogo, hilo ni jambo lingine, lakini unawezaje kuviondoa kabisa wakati rais anavipa sifa na sisi wananchi tunatakiwa tutoe kongole, kwa sababu vinginevyo tungekuwa tunaongea mambo mengine. Ripoti inasema vile vyombo bana vilikuwa havihusiki. Unaona? Kwa hiyo kuna wakati ukianza kufuatilia mambo yaliyotokea kuanzia tarehe 29 Oktoba 2025 mpaka leo, usipochanganyikiwa utakuwa una neema ya Mungu. Yaani ukiwa unafuatilia haya mambo, kwa sababu kila siku kuna taarifa mpya. Tuliambiwa vijana kutoka nje ya nchi, lakini Kisutu pale hakuna kijana hata mmoja raia kutoka nje. Pale Kisutu kwenye ile hati ya mashtaka ambayo tuliiona pale, hakuna kijana kutoka nje ya nchi hata huyu mmoja. Na mimi siwezi kuamini taarifa za kuokoteza. Mimi naamini taarifa rasmi zinazotolewa na mamlaka sahihi ya serikali ambaye ni Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo utakuta hapa idara ya uhamiaji hapa ambayo inahusika na udhibiti wa mipaka na namna gani wageni wanaweza kaingia na kutoka, lazima iwajibike. Iwajibike. Tumeshaambiwa kuna watu kutoka nje waliingia. Kuna watu walipwa fedha. Jana nimemsikia makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mzee Wasira. Mzee mkongwe kabisa ambaye anaijua hii nchi ndani na nje, juu na chini. Anakuambia wale waliolipwa zile fedha sio mainjinia, kwa sababu huwezi kumlipa injinia shilingi 10,000, 50 au milioni 5 aende akaandamane. Mzee Wasira manake anakubali watu walilipwa. Watu wanazaje kulipwa? Ni situ yani watu vyombo vimekaa tu basi, walau kwa kushindwa kutimiza wajibu waandike barua tu. Unajua inawezekana watu ambao wataki kujiuzuru wataka wambebeshe lawama rais. Mtu yote muungwana anayempenda rais kwa haya yaliyotokea, unaamka asubuhi kama ulipewa heshima ya kuteuliwa kushika uongozi kwenye chombo fulani, kwenye taasisi fulani, unaamka asubuhi unaandika barua, Mheshimiwa Rais nakushukuru kwenye hili, ili wewe usafishike, ili wewe uwe salama. Mimi naomba niwajibike kwanza kwa hiki ambacho kimetokea. Niwe na makosa ama sio, sina makosa, hayo atakuja kujulikanaga mbele. Na mbele akija kujulikana kwamba ulikuwa una makosa, huwezi kubaki hivi hivi. Ndio maana Mheshimiwa Alhaji Ali Hassan Mwinyi baada ya kujiuzuru mwaka 77 alikuja kuwa rais wa Tanzania, kwa sababu kila mtu alijua kwamba Mzee Mwinyi hakushiriki chochote katika yale yaliyokuwa yametokea wakati ule. Lakini sasa leo kuna shida imetokea. Na bahati nzuri ripoti inasema hivi, hii hotuba hii inasema hivi, hawajataja majina kwa sababu mamlaka za kiupelelezi
zipo kazini wakati wote. Mamlaka za kiupelelezi ziko kazini wakati wote, hazijazuiwa kufanya majukumu yake. Sasa kama mamlaka za upelelezi zipo kazini wakati wote, mamlaka hizo zilishindwaje kujua kwamba kuna chumba fulani, kuna nyumba fulani pale chini mita 10 kutoka kituo cha polisi kuna watu wanafanya mafunzo ya kupindua serikali? Ni upelelezi gani huo kama sio after thought? Leo tunataka kuunda tume tena nyingine ya upelelezi. Sisi tulishasema yanapotokea matukio kama haya, na si kila wakati tunapotoa maoni yetu tunatoa maoni haya kwa nia mbaya, hapana. Tulikuwa tuhitaji kupoteza fedha, tulikuwa tuhitaji kupoteza muda katika kipindi hiki. Tungeunda kitu kinachoitwa Judicial Commission for Inquiry, yani ni tume ya kimahakama ya uchunguzi, ambako ndani yake ina mamlaka ya kuwaita watu kuja kutoa ushahidi. Tume inatuambia ilikusanya ushahidi, imehoji watu 63,000 na ikapata ushahidi. Hakuna ushahidi ambao unaweza ukawa reliable, yani ukategemewa katika kufikia hitimisho, ushahidi ambao hauna madodoso, yani cross examination. Report hotuba hii inatuambia hivi, kuna watu walikwenda kutoa ushahidi kwa njia ya kiapo, kwa maana ya affidavit. Ukishatoa affidavit, hiyo affidavit ni lazima iwe countered, lazima ipingwe na kiapo kingine kinzani, ndio unakuwa ushahidi umekamilika. Alafu tunaiachia mamlaka sasa inayopima credibility ya huo ushahidi. Huu sio ushahidi, hao walipata taarifa. Kuna tofauti kati ya information na evidence. Hii sio evidence. Sisi tuna sheria hapa Tanzania, sheria ya ushahidi ambayo ni sura ya 6 ya sheria za Tanzania, the Evidence Act. Inaeleza mambo haya, namna gani ushahidi unapaswa kutolewa, namna gani ushahidi unapaswa kutumika katika kufikia hitimisho kwenye shauri ambalo liko mahakamani. Sasa hii tume ya uchunguzi ilikuwa sio mahakama, na kama ilikuwa sio mahakama, ilikuwa haina uwezo wa kupokea ushahidi. Ilichokipokea ni taarifa. Naomba tuelewane hapo. Tume ya uchunguzi ilikuwa sio tume ya kimahakama, na kama ilikuwa sio tume ya kimahakama, ilikuwa haiwezi kupokea ushahidi, kwa sababu huwezi kupokea ushahidi kwa jambo ambalo sio kesi. Ushahidi unapokelewa mahakamani kuthibitisha au kupinga madai yaliyoko mahakamani yanayobishaniwa na pande mbili tofauti, ndio tunapokea ushahidi. Sasa huyu anasema hiki na huyu anasema hiki. Hii ilikuwa ni tume ya uchunguzi. Kwa hiyo tume ya uchunguzi huwa inakuja na taarifa, inapokea taarifa kutoka vyanzo mbalimbali. Sasa taarifa inaweza ikawa ni ya uongo au inaweza ikawa ni ya ukweli, lakini hapa tunataka kuaminishwa kwamba taarifa ambayo tume ilikuwa ikipokea, ambao eti ni ushahidi, ni ukweli. Tume wakati inaanza kazi yake, tume ilianza kufanya kazi kwa kurusha mubashara proceedings zake. Ilikuwa inarusha shughuli zake mubashara, live. Watu wanaenda pale wanatoa taarifa zao, sio ushahidi, taarifa, kwa sababu wale watu walikuwa hawahojiwi kidodoso, kwa maana ya kufanywa cross examination. Kwa hiyo walikuwa wanapeleka taarifa za upande mmoja. Kuna bibi alienda kutoa taarifa pale kwenye tume, alipelekwa mochwari akiwa mzima. Taarifa hiyo bibi huwa hivi amna, licha ya kwamba watu waliona mubashara kwamba bibi anatoa taarifa yake mbele ya tume, akiamini yale anayoyatoa kwenye tume yatakuwa ni sehemu ya ripoti ya tume. Kwenye hotuba yake Jaji Chande hajaongelea kabisa hiyo taarifa. Na hao watu wa mochwari waliompeleka huyo bibi wa watu kule mochwari bado wapo kazini. Kuna mama anaonekana, anajulikana anapokaa, alisema mume wake alitoka nje kuangalia tu kinachoendelea huko ndani, alipigwa risasi mume wake. Taarifa ya huyo mama hapa hamna. Sasa sitaki kusema ripoti ni ya uongo au hotuba, of course, kwa sababu ripoti hatuna. Lakini ndio tumepewa hiyo hotuba tuichambue. Ripoti hatuwezi kuichambua kwa sababu sio mali yetu. Ni mali ya rais. Tume ni ya rais na ripoti ni ya rais. Na wala hatuwezi kujua kilichoandikwa kwenye ripoti. Sisi tulichonacho ni hotuba ambayo ilisomwa hadharani
Kwa ndo tunayo hapa tumeprint. Mnielewa bana? Huwezi kuzungumza vifo vya watu waliokufa katika mazingira yenye mashaka ukaacha kuunda corona court. Mahakama ya uchunguzi haipo hapa. Ndio maana tulisema mwanzo kwamba jamani, sikilizeni, tusipotezeane muda, tuunde tume ya kijaji itakayo watuhumu watu in the first place. Kazi ya jeshi la polisi ni kulinda raia, usalama wa raia na mali zao. Kama raia 500 hawako salama mpaka wanakufa, wataka kuniambia majukumu ya polisi hapo yametekelezwa ipasavyo? Na anayepaswa kuulizwa hapo ni nani? Kwa hiyo huyo ndio anatakiwa kwanza aitwe sasa ajieleze yeye huo wajibu wake alitekeleza kiasi gani. Tunaanzia hapo. Naye atamtaja mwingine, hivyo tunaenda mpaka watatajana huko. Alafu mwisho wa siku tunapata hitimisho, alafu tunakuja pamoja. Haiwezekani. Mimi nimeshangaa sana, yani Jaji Chande anaenda kumwambia mtu wa mochwali achunguze miili, wakati Jaji Chande ni mwanasheria ambaye amebobea sana. Anajua kabisa namna gani miili iliyokufa au miili ya watu waliokufa katika mazingira ya kutatanisha inavyopaswa kuchunguzwa. Hajalifanya hilo, yeye kaenda kutoa amri kule, chunguzeni hii miili 219. Anasema kwenye hiyo hotuba yake. Sasa haiwezekani. Sijaona hata mkuu wa chombo cha chochote cha dola kaitwa kwa jina kwenye hiyo hotuba, sijaona. Lakini hata zile picha ambazo zilikuwa zinasambaa kwenye mitandao tumeambiwa ni za AI. Sasa kama baadhi ya picha zinaweza zikawa ni AI, inawezekana hata hilo tukio lote lilikuwa ni AI. Yaani tunaambiwa kwamba tarehe 29 kulikuwa kuna uchaguzi, kuna vurugu, inawezekana hata hizo vurugu ni AI, sio vurugu. Kwa nini tuamini tu upande mmoja kwamba pale ambako pengine picha zinawatuhumu watu fulani, zinaonyesha watu fulani, ile ni AI. Lakini inapokuja picha za matukio mengine ndio tutasema ile hapana. Ile sio AI, ni ukweli. Kwa mimi natarajia Mheshimiwa Rais atakapoamua kuchukua hatua ya kuunda hiyo tume ya kuchunguza, ya kupeleleza hiyo. Hii tume ingepaswa kuwa tume ya kijaji. Na tunao uzoefu. Wako watu credible kabisa ambao wanaweza kaifanya hiyo kazi, wakaja vizuri kabisa na matokeo ambayo hatatiliwa mashaka. Nchi tunataka itoke hapa ilipo. Na haiwezi kutoka hapa ilipo kwa hizi jitihada za zimamoto tunafunika, tunafunua, haiwezekani. Moja kati ya vichocheo vya vurugu tumeambiwa ni kauli za vyama vya siasa. No reforms, no election. Oktoba tunatoka. Oktoba tunatiki. Waliozitoa hizo kauli tunaona ni mtu mmoja tu ndio kashikiliwa. Mtu huyu mmoja. Na tunaambiwa vyombo vya dola wakati wote viko kazini. Kuna mtu asema anapoteza watu kule Bukoba. Yupo tu mpaka sasa hivi anadunda. Yuko vizuri tu. Tulihakikishiwa, na ndio maana sisi wengine tulishiriki uchaguzi. Tulihakikishiwa uchaguzi utakuwa huru, haki, wa amani na utulivu. Kumbe wakati tunahakikishiwa, kuna watu wengine wameshaingia nchini, wanapanga mikakati ya kuvuruga uchaguzi na kuua watu. Haiwezekani. Haiwezekani. Na kama tungekuwa tunajua tukienda kushiriki uchaguzi ya mambo yatatokea katika hali yaliyotokea, tusingeenda hata kufanya uchaguzi wenyewe. Kwa hiyo mimi naiona hii hotuba hii labda mpaka tutakapoona ripoti, inawezekana hii hotuba ina vitu tofauti na vilivyomo kwenye ripoti, lakini kiujumla hotuba inaacha maswali mengi sana. Inaacha maswali mengi sana kuliko majibu. Tulitarajia ndani ya siku 153 ambazo tume ilikuwa imepewa kazi ije na majibu. Na inapotokea mazingira kwamba kuna vifo, tunapaswa kuelekeza akili zetu zote, nguvu zetu zote, jitihada zetu zote kwenye kushughulika na hizo taarifa za vifo. Nani aliwaua wale watu? Ziko taarifa watu wameuliwa wakiwa wamekaa wanaangalia TV.
Zipo hizo taarifa. Watu wako wanatoa testimony, wanatoa ushahidi wao, wanatoa taarifa zao, wanalalamika ndugu zao. Tutarajia kuona hii idadi ambayo wanasema watu 410 na ngapi walichukuliwa na ndugu zao. Tuone hiyo register, labda pengine ipo kwenye ripoti, kwa kuwa hii ni hotuba isingeweza kukidhi matakwa yote hayo ambayo ripoti inapaswa kuwa. Lakini sasa kama tunakwenda kukabidhi ripoti, kwa nini tuende tukasome hotuba? Yaani swali lingine ni siku ya kupokea ripoti, lakini kinachosomwa sio ripoti, inasomwa hotuba. Na kwa bahati mbaya hiyo ripoti hatuwezi kuiona tena. Kuhusu watu kutekwa, tume imezungumzia watu kutekwa na ikasema vyanzo vya watu kutekwa viko vingi, moja wapo mapenzi. Katibu wa umoja wa vijana wa CCM wa mkoa, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wa mkoa wa Kagera alisema yeye huwa anapotezaga watu na watu wakapotea. Alafu hapa kwenye ripoti tunaambiwa wanaopoteaga wale huwa ni mapenzi. Swali, basi ni mapenzi. Kwa hiyo polisi imekubali kabisa kwamba mtu anaruhusiwa kutekwa kwa sababu ya mapenzi. Yaani kuteka mtu inakuwa leo ni halali kama tu atakuwa anatekwa kwa ajili ya mapenzi. Paka tunakuja kupata hitimisho kwamba wanaotekwa wametekwa kwa sababu za mapenzi. Maana yake tayari tunawajua hao wapenzi wao ni kina nani. Kwa nini wasikamate hao wapenzi wakashtakiwa? Kwa sababu hairuhusiwi kumteka mtu kwa mujibu wa sheria zetu na sheria za kimataifa. Kwa hiyo kuja kutuletea sababu za watu kutekwa halafu bila kuonyesha uwajibikaji, yani ni sawa sawa tu na si nitumie neno gani? Natafuta neno lenye adabu kidogo. Unajua sio Nyamwezi tumefundishwa adabu kidogo, unapoongelea mambo haya lazima uwe na adabu kidogo. Ni kukoseana heshima. Kuna sehemu nyingine wamesema watu wanaotekwa huwa wanatekwa kwa sababu za kishirikina. Tuna sheria sisi ya mambo ya uchawi, sura 23 ya sheria za Tanzania, The Witchcraft Act. Sheria ya muda mrefu sana, itungwa mwaka 1929 nadhani. Polisi itumie hizo findings, itumie hiyo sheria kuwajibisha hao watu wanaoteka watu kwa sababu zozote zile. Kwa sababu utekwe kwa mapenzi, utekwe kwa uchawi, utekwe kwa umepotea njia. Kuna wengine tumeambiwa wametekwa kwa sababu za kibiashara. Vyote hivyo ni uhalifu tu kama ulivyo uhalifu mwingine. Sasa badala ya kuja kuambiwa hatua zilizochukuliwa kudhibiti utekaji, tunabariki utekaji kwa kutaja sababu za utekaji. Na mimi nadhani tunalichukulia swala la utekaji, kupoteza watu, kirahisi sana, kwa sababu pengine hawa wanaofanya hivyo wao wanadhani wanakinga na maumivu hao ambao wenzao wanapitia, familia zao wanapitia, za watu wanaopotea. Tume imekuja na mapendekezo. Maridhiano. Kuna kazi kubwa sana inatakiwa kufanyika kueleza hii kinachoelezwa hapa kwenye hiyo hotuba kwamba tunatakiwa kuridhiana. Tunaenda kuridhiana nini? Tunaenda kuridhiana na nani? Kwa sababu hoja hapa ni kwamba kuna watu wamepotezwa, kuna watu wameuliwa, kuna watu wametekwa. Ndio hoja iliyoko hapa. Hakuna hata mtu mmoja analalamika hapa kuhusu sijui kuna daraja limevunjwa, sijui mabasi ya mwendo kasi yamechomwa. Kwanza tumeshapata mabasi mengine mapya, yale ya Moffat yale, kama hujawahi kuyapanda. Mabasi tumeshapata mengine, vituo vya mwendo kasi tumeshajenga vipya na tunaendelea kujenga. Tunashukuru wafadhili ambao wanaendelea kuisaidia Tanzania kwenye maeneo hayo ya uboreshaji wa miundombinu. Barabara kila siku zinachimbwa, zinajengwa, hakuna shida. Wale waliopotea tutawarudishaje? Waliokufa tunawarudishaje? Haiwezekani, hii si sawa. Kwa hiyo unapozungumza maridhiano, hebu toka nje ya boksi. Akina Beni Sanane wale pale tangu mwaka 2016 kwao kuna msiba tu. Sasa unaenda kuliziana naye nini? Kuna yule mwandishi mwenzenu Azoli Gwanda mpaka leo hayupo. Akina Simon Kanguye hawapo. Akina Mdude Nyagali hajulikani wako sehemu gani. Sasa unaliziana na nani yani? Labda angesema hivi hiyo hotuba. Jamani
watu wote ambao kwa namna moja ama nyingine ndugu zenu wametekwa, akina Ali Kibao, ndugu zenu wamepotezwa, njooni bwana tuliviane, tuone kama tunaweza tukawalipa fidia, tuwalipeni fidia kwa sababu ndugu zenu hawataonekana tena. Hilo ni jambo zuri. Lakini ukiitwa wewe Marwa, wewe unaenda kuliziana na nini? Kwani wewe una kosa gani? Una shida gani hapo ulipo sasa hivi? Kuna watu yani hapa tunaongea, kuna watu kule kuna misiba inaendelea. Eneo moja ambalo nimefurahi kwenye hotuba hii na lakini pia commitment ya Mheshimiwa Rais kwamba kuna fidia itatolewa. Kuna mama kauliwa, watoto wake watu wadogo wakaanza kulamba hadi damu pale. Tunaona kwenye zile video, labda ziwe ni AI kwa sababu zinatembea kwenye mitandao na siku hizi mambo ni mengi. Lakini kwa sababu tumeambiwa kuna fidia itatolewa, basi zifanyike jitihada za kwenda kuwatafuta hao watu waliopoteza ndugu zao, walipo fidia, na isifanyike ujanja hapa wakatokea ujanja wachache wakaenda kufaidika kwenye matatizo ya watu wengine. Wanasema kufa kufaana. Watu 500 tume imeenda kuhoji watu 63300 63603. Haiwezekani namba ya watu waliohojiwa iwe kubwa kuliko namba ya watu waliokufa. Vitakiwa viwe sawa. Kwa sababu tunategemea wewe ndugu yako aliyekufa ndio uende ukatoe nani kule, ndugu yako au jirani yako. Sasa watu waliohojiwa ni 63000, na bahati nzuri kwenye hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande anasema namba walioitaja wao inaweza kaongezeka. Yaani hii namba walioitaja humu, hii 518 sio ya mwisho. Kwa sababu kuna matukio mengine, kuna watu waliuliwa au waliuliwa lakini hawakufikishwa kwenye vituo vya afya ili kumbukumbu ziweze kuwekwa sawa sawa. Kuna watu ndugu zao waliokotwa kwenye maeneo yale ya vurugu lakini hawakutaka kuwapeleka ndugu zao hospitali. Kuna watu walipelekwa hospitalini wakafia pale, lakini ndugu zao wakawachukua mapema kwenda kuwazika. Kwa hiyo bado takwimu hasa hazijulikani. Lakini mimi nitarajia kama tumeshakubaliana kwa idadi yoyote ile kwamba watu wamekufa, hivi kwa nini tusimalize huu msiba tukaweka matanga hata siku moja ya kitaifa? Yaani mimi nakumbuka mwaka 2006 walipokufa wale watu 4 kule Mabwepande, nchi nzima ilikuwa kama iko msibani. Watu 4 tu walikufa. Ni mpaka pale tulipochukua hatua za kisheria ambazo zilikwenda kuhitimisha lile jambo kwa watu kuwajibika kisheria mahakamani, ndio msiba ule ukao umeisha. Leo tuna watu 518 tunavodai. Huu msiba kwa nini hauishi tukapeperusha hata bendera nusu mlingoti kwa heshima ya zile damu ambazo zimepotea bila kuwa na hatia yoyote? Badala yake tunasema tutaunda tume. Damu iliyomwagika siku zote huwa inalia. Hata hizo tume tutakazoziunda zinaweza zisiwe na mafanikio yoyote katika taifa hili kama tutachukua jitihada za makusudi kumaliza huu msiba. Hata hiyo katiba tutakaotengeneza inaweza isiwe na maana kabisa kwa sababu kuna damu zimemwagika. Lakini waliomwaga hizo damu ni kina nani? Kuna wakati jeshi la ulinzi liliambiwa lijiandae na uchaguzi. Mimi ndo mara yangu ya kwanza kusikia jeshi likaambiwa lijiandae, kuna uchaguzi unakuja. Sasa nikajiuliza, uchaguzi huwa ni vita au ni tukio la kidemokrasia la kiraia ambao ni fursa kwa wananchi kuchagua viongozi wao? Kama nchi haipo vitani, jeshi linajiandaa kufanya nini kwenye uchaguzi? Kwa sababu kwenye uchaguzi kama nchi ipo kwenye amani, na tumeambiwa uchaguzi ulifanyika kwa amani na utulivu. Huu uchaguzi ambao watu 518 walikufa, tumeambiwa ulifanyika kwa amani, usalama na utulivu katikati ya matukio ya watu 518 kupoteza maisha. Kama jeshi lilipewa amri lijiandae, lilijiandaaje? Kwa hiyo haya mambo ndugu zangu nimeona ni yazungumze kwa sababu yametokea, na sisi wote tunao wajibu wa kutoa mchango kuhakikisha hali inarudi kwenye mstari na maisha yanaendelea. Hatuna mjomba wala shangazi hapa atakaye kuja kuirudisha hii nchi katika mstari. Kila mtu anawajibika kutoa mawazo yenye kujenga. Sio wakati wa kulaumiana. Ni wakati wa kuhakikisha kwamba tunatoa mchango kuhakikisha hii nchi inaenda mbele. Na kila mtu ataubeba msalaba wake mwenyewe.
lakini msalaba huo watu waubebe kwa haki. Mimi naona labda sasa niweke nukta hapa, unless kama kutakuwa kuna maswali machache katika hiki ambacho mimi nimekizungumza, lakini